Hamaritwa njitagwo Mary Wairimu na njikaraga guku itura ria Kiambu Rokora-ini. Ni ndarwarire cancer ya cervical mwaka wa 2017 na ngithie ngithondekwo na ngiuma thibitari. No ndacoka thutha wa mieri 5 ni ndacokire ningi thibitari ngirwo cancer ni yacoka mwena wa na thutha thie ningi ngacinwo ngiheagwo kemo. Ni ndacokire ningi thibitari na rĩrĩa ndathire nĩ ndarĩ mũthũkanu mũno njĩra ya kĩoro na ngĩgĩtuĩka rĩu no thire ngarũrwo njĩra ĩyo na niĩ ndeciragia kũgarũrwo hihi nĩ gwĩkĩrwo kabaibũ ga gũthiĩra kĩoro ngĩkora nĩ mara makwa marutwo nja na ũguo nĩguo ndũrĩte mĩaka ta igana ũna mĩaka ta 3 kana 4 ndũraga thambagia mara mau. Nĩ marabatara mũhuko, nĩ marabatara gloves, nĩ marabatara mbamba ya kũmahura tondu ndingĩhutia na moko nĩ ũndũ wa infection. Nĩ kĩndũ kĩracoka nda gĩkiumaga. Rĩu mũtũrĩre wakwa nĩ ndũrĩte ũguo na rĩu gĩtũmi kĩa ngorwo rĩu ngĩcoka thibitari nĩ mara mau makauraga thakame. Rĩu ndagĩtarĩ rĩrĩa ndĩrathire kũrũmĩrĩra nĩkĩ maranjĩra kemo nĩ yahũthirie nyama ĩyo ya haha nda na nĩkĩo rĩu thakame ĩyo ĩrauma nĩ ũndũ wa nyama ĩyo kũhũtha. Rĩu maranjĩra no thire njĩkĩrwo waya mesh gĩcungi gĩa kũnyitĩrĩra ndeo nĩgetha mara mau matige kuma mũno na nĩkĩo thakame ĩyo ĩrauma. Ningĩhoya tu andũ a wendi mwega manyitĩrĩre tondũ rĩu gũcoka kũrĩa kĩnjabi ndĩrerirwo SHA ndĩngĩndĩhĩra mbia ciothe tondũ ĩrandĩhĩire ngiri 67 na ndĩrendwo ngiri 200. Niĩ ndahoya andũ a wendi mwega mũnyite guoko nĩ tondũ Ngai nĩ anjigĩte muoyo ndĩta testimony ati cancer nĩ honagwo tondu cancer nĩ yathirire. Rĩu no kĩrĩa kĩrangia rĩu no mara maya mũnyite tu guoko na Ngai wa muoyo nĩ ekũmũrathima. Dr. he namba ĩrĩa mũndũ angĩcoka nayo? Namba yakwa ya thimũ nĩ 0799 195 055. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0799 1950 55. Ngai wa muoyo amũrathime. Irutaga marĩtwa? Marĩtwa makwa njĩtagwo Mary Wairimu wa Njiriri. Sasa pole sana na nikio tũraiga twĩna thĩna mũnene wa andũ ta inyuĩ. Kwanza pole sana nĩ ũndũ wa ndwari na niĩ nĩ ndĩrageria harĩa ingĩkĩhota no niĩ ndikĩrĩ na ũhoti ũcio mũnene tondũ menye ndirĩ bado sijaingia kwa ofisi. Ninajaribu pahali ninaweza na mimi ile kitu naweza saidia zaidi ni kuraise hiyo kusema sasa unaona ni turarugama ũhoro wa ciana na atumia no nĩ ndĩramenya rĩu ta inyuĩ mũyarwaru cancer it's even worse. Na tunaitisha hizi reforms kwa sababu tukiweza tengenezewa in a way that kama wewe isha ilipe kama half of it, kama at least half of it, unaona hiyo mzigo itakuwa rahisi. So mimi nitajaribu na asante sana, tutaongea na Hana tuone ile uwezo tunaweza kusaidia na tutaendelea kusukuma ili usaidike mama. Muriega rĩngĩ nĩ emi wa DCP kabisa. Kiama nĩ gũtũgũsikiza ground na nĩkĩo twĩ haha tũmũthikĩrĩrie tũthikĩrĩrie mathĩna ma atumia tũthikĩrĩrie mathĩna ma ciana citũ na ma andũ aitũ harĩa angĩye gũtũhotithia nĩ tũkũnyitanĩra. Niĩ ndĩta founder wa Emily Foundation nĩ ndĩrarũgama na atumia harĩa ndĩrahota ngarũgama na ciana na thĩna ũrĩa rĩngĩ ũroneka wĩ a serious case nĩ ndĩratonyerera ngateithĩrĩria ngũhota. Mũtumia ũyũ rĩ harĩa ngũhota ndĩta Emily Foundation rĩ nĩ ngwaria na Hana tũnyitanĩre ũthondeke na ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa MCA Kiambu Township Ward kabisa. Emily Wanjiru wa Wambui. Todo twe online. By the way, mwirori wa Paxson TV tondu no tuteithie gũkũ airori a Paxson TV na kwĩna Kikuyu Star TV na kwĩna andũ aingĩ mũno marerorera andũ a wendi mwega
tondu bili eno nenene nie ne guteithia na muheshi haha ne guteithia no ninge no ukikiarie na andu a wendi mwega makihote guguteithia. Wamama, hi. Hi. Happy International Women's Day. Si wamama sisi ni watu wa furaha. Aki mko smart, mmejiangalia. Aki mko smart. Aki hata mngekuwa more smart kama hakungekuwa na mvua, si ndio? Uko chonjo kabisa. Si leo ni kazi, si mko kazi. Aki mnakaa smart sana. Nimefurahi sana kufika hapa. Naitwa wakili Phyllis Wangoi. Ni mimi ninasimama kiti ya Woman Rep Kiambu. Tunasema wakati huu Kiambu tunawaletea wamama high class. Wamama wanajielewa, wamama wamesoma, wamama wapigania mpaka pale mbele. Mama anaweza kuja ajue shida yako ya hapa chini na anaweza ipeleka huko juu, si ndio? Na anaweza kuiongelea na anaweza leta sheria na anaweza ongelea, anaweza pigana mpaka haki ya mama ipatikane, si ndio? Na mimi nimekuja leo hapa kwa sababu nilikuwa nataka kukutana na wamama, and thank you so much. Groots organization is one of the best grassroots organization ya kusaidia kina mama, na nilikuwa nimeongea na wao, na ile kitu imefanya nikuje leo ni kwa sababu hii wiki hii mwezi tuna celebrate International Women's Day. Kuna kitu inaitwa International Women's Day, na hii ni siku, na tarehe 8 ndio itakuwa the exact date. Hii mwezi inafaa kuwa mwezi ambayo kama viongozi tunakuja kukutana na kina mama ili tuelewe shida za kina mama, ili kama kina mama wako na shida to elevate ama to raise our voices ama tuongee zaidi ili mambo ya kina mama ijulikane. Na pia nimekuja kufanya kitu inaitangwa public participation. Nisikize hata nyinyi kama wamama ni kitu gani ambacho kisheria ama kama mimi kama mjumbe ama kiongozi ninafaa kuongea, msaidike, si ndio? Na nimefurahi sana tarehe 8 itakuwa Sunday, itakuwa International Women's Day, na hiyo ni siku ambayo ina celebratiwa dunia mzima, na hiyo ni siku ambayo tunasema ni siku ya kucelebrate kina mama. Lakini hata tukicelebrate kina mama, lazima hiyo siku kama viongozi tuongelee shida ambazo tunaona wakina mama wanapitia. Na shida ya kwanza na kitu ambacho kimenileta leo na nimeleta watu wa media ni kitu ambayo imekuwa ikinisumbua sana. Ninaona ule mama ako na mtoto. Si unaona huyo ni mtoto mdogo? Mama, mtoto ako na miezi ngapi? Huyo mtoto ako na miezi 4. Ulienda maternity wapi? Ulienda maternity Kiambu. Kama kuko na shida kubwa sana tuko naye leo na wamama, na nimeongea na wamama wengi sana, ni wale wamama ambaye wanapatiwa watoto maternity, prenatal, postnatal na maternity cover ya kina mama. Mimi sijui kama nyinyi kama kina mama mmesikia hiyo shida wa mama wako naye. Ni muigwete mathina maria atumia maragerera. Kwa atumia kuna wamama bado wako pale Kiambu district wamefungiwa. Wamama, unajua saa hii ile shida kubwa tuko naye ni kwamba kitambo kulikuwa na mfumo wa linda mama, si ndio? Na nyinyi wote mlikuwa mnaelewa linda mama ilikuwa inafanya nini. Linda mama alikuwa anaenda na anaingizwa kwa mfumo wa NHIF, na yeye pamoja na mtoto wake watapata mtoto na mtoto mpaka hiyo antenatal or first miezi hiyo ya kwanza mtoto atashughulikiwa, si ndio? Lakini hapa tuko na shida kubwa sana kwamba kuna wamama wengi sana isha wengi hawawezi kuilipa kwa sababu lazima ulipe 12 months, si ndio? Na wale wanaweza kulipa, unaweza kufika hivyo siku ya kuzaa SHA ikuwa haifanyi kazi, si ndio? SHA haifanyi kazi ukizaa, na SHA haikuwa inafanya kazi hiyo siku, hiyo bili ya kuzaa inakuanguki. Mtoto wako akipata complication ukimzaa aende ICU akue preterm, hiyo bili ya huyo mtoto kama hauko umerejesta mtoto, bili inafanya nini? Unapata mama ako na bili ya 100,000, 50,000, 30,000, na huu ni mumama wa kiwango cha chini. Tumefika pahali wa mama wananiambia gutire mutino muneneta guciara. Etiguo wamama wanasema hakuna kitu ngumu sana ya mzito sana saa hii kama kupatiwa mtoto.
na munene witu Gachagua ndaratwira tugie twana tuingi tuguciciarira ku eni. Na mimi ni mjumbe na ninasimama kiti chini ya chama cha DCP, na mnajua hiyo ndio serikali inakuja kuingia, serikali ya mwananchi. Lakini tunasema serikali ya DCP ikiingia, tutatoa hisha na turudishe Linda Mama, si hivyo tumesema? Tutaitoa kabisa, na mimi kama woman rep wenyu mjue mimi nitakuwa mstari wa mbele, itakuwa the first order of business ya kurudisha Linda Mama. Sababu mimi mwenyewe nimeingia Kiambu District Hospital, nimeongea na kina mama, niko na bills zao kwa simu yangu, na mimi sina hata pesa zote za kuwalipia wote mabill. Na hata ukilipia hao si wengine watazaa na si wengine watakuja. Leo ule no kathirikari yokire na policy eherieke ohorosio ogethire ni todo every time no corona ke atumia madhathi kuheo ciana itiguo. Sasa siku ya leo, na ndio ninasema, na ninajua shida ni mingi, lakini lazima tusuluhishe shida moja tukienda kwa ingine, si ndio? Today in front of the media, in front of the women of the Kiambu, tunataka kudeclare 7th of March, Saturday the 7th of March. Ati sisi tutatembea, tutafanya maandamano ya kina mama countrywide ya kuforce serikali ibadilishe mambo ya maternity cover. Na mimi nataka hiyo march ianzie hapa Kiambu, iende Kiambu yote, iende Kenya mzima. Last week mliona Kisii watu wakipigana wakilia huko kwa hospitali Kenyanya, mama amekufa na mtoto akiwa ndani ya hospitali. Simuliona hiyo kesi? Na kesi ni nyingi. Every year tunapoteza wamama 5,000 kila mwaka wakikufa wakipatiwa mtoto. Wamama 5,000, wacheni niwaambie, mwaka iko na siku ngapi? 365 days, si ndio? Kama wamama 5,000 wanakufa, ni wamama wangapi wanakufa kila siku? Si ni zaidi ya 10? Leo tarate omothe kwena atumia 10 megokuwa makehewa ciana. Ona makwa ikomire akere ngiri 3 na 650 tiguo. Koguo ngiri 5 atumia ngiri 5 marakwa o mwaka, acio nita kuga atumia 10 marakwa o muthenya makehagwo ciana. And that woman can be me, that woman can be you. Kwa hivyo it is a crisis. Na mimi nataka, nilikuwa najiuliza nitafanya nini International Women's Day, nilipigia groups. Nikauliza Mary, nikamwambia what are we going to do? Nikapigia wamama wengi, nikawaambia mimi sioni kitu ya kucelebrate. Kwa sababu kama kuna mama atakufa akipewa mtoto, kama kuna mama amefungwa huko kwa Kiambu na mtoto wake, si anashikagia magegoci nako thibitari, ni urahura bisha mwana munini agekorera thibitari. And I'm telling you it is for a fact. Hata saa hii nikiwatoa tuende Kiambu, mtapatana na hawa mama wako, si mnawajua? Na Kiambu eika ona wathie theka kana uthie ko ni ugukora atumia acio. Na hiyo haikukua hivyo wakati wa kitambo. Kwa hivyo tunaambia hii serikali, sisi hatutakubali. Tutaanza kumarch wamama, tutaanza, najua ile march ya 2024 ilikuwa ya Gen Z, lakini ya march 2026 itakuwa ya wamama. Ni wamama sasa. Tumwambie sasa Gen Z walisimama wakanena yao, sasa ni wamama tunataka tusimame na sisi tunene ndio mambo ya wamama ikue ati 2026 wanasema wamama ndio wengi, lakini wakiwa kwa uchaguzi sio hao wanasema. Sasa mimi nataka niseme wamama ndio watasema mambo ya 2026. Na tunaianza March tarehe 7. Tutakuwa na demonstration ya countrywide na tunaita wamama wote Kenya mzima. Please groups, you are a grassroots organization. We are calling for a peaceful protest to call for maternal health cover. First of all, the call to action number 1, tunaomba serikali hawa mama wote wako na hizo mabill kwa hospitali, watoe hizo bill kabisa na wafungulie hawa mama waende nyumbani na watoto wao. Kama hii serikali vile ilikuja, vile iliingia, ililipia vijana wote wale walikuwa na hustler fund, si waliwalipia hiyo madeni? Na si vijana walitoka?
Si hiyo serikali inaweza lipia hao mama watoke huko? Kama sasa tunaitisha tunasema serikali ifungulie wamama, ni vibaya? Na kama tutatembea Saturday tuseme sisi tunataka muisi the call of action ni watoe hizo mabili wamama waende nyumbani, ni vibaya? Na hii serikali itashindwa? Si itaweza kufanya hivyo? Sasa si kitu ya kwanza wanza wafungulie wale wafungwa wako hospitali. Alafu kitu ya pili sasa waende watengeneze SHA, walete free maternal cover, free prenatal, postnatal na first care ya mtoto ambaye amezaliwa, si ndio? Ndio. Wacheni niwaambie, sisi ni wamama na mambo ya mama inaanza na mtoto wake akizaliwa. The responsibility ya ku make sure wamama wakizaa wakichunga watoto wao mambo inaenda vizuri, alafu wakienda pale kuna ECD mzuri ya governor ametengeneza kanaga kagevie shukuru akaigera primary school, there's free primary care, na bado tuna push pale ikifika secondary pia ifanywe free. Watoto wetu wafanye nini? Mzigo ya mama ipungu, sababu mama ndiye anabeba mtoto, mama ndiye anazaa mtoto, mama ndiye analea haka katoto, mama ndiye anapeleka mtoto shule, mama ndiye analia na huyu mtoto mpaka ile siku atakuwa mtu, si ndio? Kwa hivyo kama mimi tamamiwa ni wa county digwesi ya motumia na mwana kumakana gaka karashia rore de mami wa county ni mure mwaigwa atumia are amaro iga ne mami wa county bage mwareri oguo ni murona mage mwesireri oguo ni mure mwamona kole thibitari. Na ndio ninawaambia mimi mwenyewe nimeenda Kiambu District Hospital, nimeelewa pale SHA inafanya kazi na pale SHA haifanyi kazi. Yes, SHA is a universal healthcare ya kila Mkenya, lakini tunataka waangalie kama kulikuwa na ile subsidy ya kina mama ya kuenable kina mama wapatiwe watoto vizuri. Tunaambia serikali tafadhali sikiliza kina mama, turudishie hiyo. Na kwa sababu ile 2027 ni mbali. Unajua mimi najua Gachagua, serikali ya Rigathi Gachagua, serikali ya United Opposition itatoa na ituletee linda mama, si ndio? Lakini sasa si huko ni mbali. Si tuko na 18 months. Sasa between now na pale tutafanya nini? Si tutaumia sana. Si lazima tuende tu demonstrate basi ndio tupate suluhisho ya sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Si ndio? Na mimi ndio nimesema, nimekaa nikafikiria nikajiambia as a woman leader, mimi tarehe 7 tarehe 8 ya hii mwezi siwezi kwenda kukula makeki na kufurahia International Women's Day. Hapana, kazi yangu ni kuinua sauti yangu ili reforms zifanywe za akina mama, si ndio? Hiyo ndio uongozi wa akina mama. Chagueni wale wa mama ambao wanaelewa hii kiti si ya makeki na hii kiti sio ya kuwafurahisha. Hii kiti ni ya kuwafanyia kazi. Ile siku linda mama, mimi ni ile siku nitapata hawa mama wametoka huko kwa hospitali, nie ni goga kena na ni makainuka. Na ile siku tutaleta policy, nyinyi wenyewe mnaenda hizo pesa mlikuwa mnalipa SHA girisho mgoaja ukagethio ukakegorera cianayo irio ukaboost biashara yaku, it will be, si mimi nitafurahi na sitakuwa nimewasaidia. Kwa sababu, na kwa nini naongea sana hii mambo ya SHA? Kwa sababu kuna vitu zinaitwa basic needs. Kuna shelter, kuna clothing, kuna housing, si ndio? Na tukianza kutolea mwana Kenya wetu mambo ingine ambayo inafanya mutorere wake ugakorwo murito, maundu tari ugima wa mwiri tukeheria school fees, mundu uyu ri na ningi tugacoka tugathondeka bururi. Because beyond this, as a leader, tutaangalia mambo ya uchumi, tutaangalia mambo ya taxes, tutaangalia mambo ya vile hii nchi inapelekwa, kwa sababu tunataka mtu wa pale chini aweze kufanya biashara yake. We reduce the poverty level, kwa sababu tunajua tukiwa enable nyinyi kufanya biashara zenyu, nyinyi wenyewe mtafanya biashara zenyu na mfanye nini? Mjisimamie, si ndio? Kama kina mama, si ndio? Hiyo ndio inaitwa empowerment. Kwa hivyo mimi nataka kusimamia empowerment ya kina mama, na nataka kwanza tutoe vitu ambazo zinaweza kuletea wamama mzigo, kama mambo ya kuzaa, kama mambo ya kulelezi hawa watoto, kama mambo ya school fees, ikuwe rahisi. Alafu ukitengeneza huyo mama ukimboost, hata ni ile siku nitapewa kale kangafu, nikikuja ni wa boost, najua hiyo upeleki kuenda kuzaa, upeleki school fees, unapeleka kwa biashara, si ndio? Si ndio? Sasa si tutakuwa na hiyo ngafu, na si nyinyi tutakuja kugawa tu hapa. Kwa hivyo nawaambia, tafuteni mama ako na akili. Hii kiti ya woman rep, mama anapatiwa
kigina kana fund tunaitanga GAF, na hiyo GAF ni ya kusaidia, is an affirmative fund. Ili imekuwa etoire kuo woman rep akorago na kigina twita kigina kia GAF. Anasema ni mama boys. Na wacheni niwaambie, hii kiti ya woman rep, kwanza mimi ni mjumbe wenyu, na nikiwa mjumbe pale bunge, kitu cha kwanza mimi ni kutetea kina mama. Kwa hivyo mimi shida zote za kina mama naelewa, na ninazielewa tudite, na zile zielewi nitakuja nikae na nyinyi muniambie zaidi. Na hapa nataka tuelewe shida ni wapi kuna uchungu wa kina mama. Hili nikienda kuongea bunge, kama ni sheria tunabadilisha, tubadilishe sheria zinasaidia kina mama, si ndio? Kitu cha pili, hii kiti ya woman rep inakuanga na fund. Hiyo fund inaitwa GAF, National Government Affirmative Action Fund. Mimi kama mjumbe kuna pesa ninapewa, na huyu woman rep wenyu penye ameishi hako kwa kiti ako na hiyo pesa, na hiyo pesa inafaa kutumika kusaidia vikundi za kina mama, za youth, wale watu wako na disability na actually na wale watu wako na disability. Na unajua hizo pesa tukifikiria vizuri tunaweza kujisaidia kwa mambo ambayo inasaidia kina mama ama wale youth ama wale watu wako na disability. Lakini mimi lazima niangalie hiyo maneno yote na macho ya kutoka kwa mama, kwa sababu hata tukisema hawa mambo ya disability, mara nyingi lazima tuangalie wale watoto wako na disability, si ndio? Tuko na wamama wengi sana ambao wako na watoto wako na disability na wako na mzigo kubwa sana. Kwa hivyo mimi hata saa hii, na nilipeana scholarship, I think mlikuwa hapa tukipeana scholarship. Tulipeana scholarship za watoto wale wako na disability, na hao ndio tuliwapatia the highest. Kwa sababu mzazi ambaye anaishi na mtoto wako na disability, huyo mzazi ako na burden kubwa sana. Kwa hivyo mimi nitapanga, mimi niko na mpango. Mimi ninafikiria, mimi sifanyi mambo ya maua. Ni mambo yenye tunatumia akili, tunatumia sheria, tunatumia policy kuimprove mambo ya wamama, si ndio? Na hapa mambo ya Groot amewaambia mambo ya woman leadership. Hii ndio woman leadership unaiona hapa, umesikia? Na mimi nitawasimamia kama wamama, nitasimamia watu wa Kiambu. Wacheni niwaambie, this is one of the richest counties. Hii ni county iko na resources mingi sana. Hii ni county tukipeleka vizuri, hakuna mtu atalia kazi. Si nyinyi ni watu wa kazi? Si nyinyi ni watu wa kujifanyia kazi zenyu? Kwa hivyo tukikaa tutengeneze mambo ya Kiambu, tumetengeneze mambo ya vile tunafanya biashara zetu huku, tulete resources za national government infrastructure, tutengeneze hii Kiambu, tutengeneze hizi industries na mambo makubwa inaweza fanyika hapa, si tutakuwa sawa? Hivyo ndio tunasema. Kwa hivyo mimi leo nimekuja kwa first kuambia Phyllis ni nani. Huyu ndio Phyllis, huyu ndio wakili, mnasikia kabisa. Huyu ndio yeye. Na mundu murathime murathime tiguo ninde murathime ona ndihenanagia na ndiragwa turathi tuthiete nginya 2027 na tunyitereire haria Rigathi wa Gachagua. Tumeshikilia pale kwa Rigathi wa Gachagua, tumeshikilia pale pa DCP kwa sababu tunataka tusikize Mkenya na tubadilishe maisha ya Wakenya. Tunataka uchumi wetu ukue mzuri, tunataka watoto wetu wapate kazi, tunataka hali ya kina mama na watoto ikue sawa. Serikali ambayo inaweza kaa hivi ikatae kufikiria mambo ya wamama, hiyo ni serikali? Si serikali. Serikali inaweza kaa hivi haifikirii mambo ya mtoto, hiyo ni serikali? Si hapo ndio tunaanza kwa manyumba zetu na maboma zetu? Kwa hivyo wacheni niwaambie, ndio mnaweza sema pesa yenye mtu anawaletea, na kuna wale watawaletea pesa, lakini hizo pesa mjue ni zenyu tu. Ni hiyo pesa imekosekana kwenda hospitali ndio umeletewa hapa, na haitakusaidia. Itakusaidia? Na kesho huyo mtu akirudi na asibadilishe, nani ataumia? Si ni nyinyi mtaumia? Na ndio tunawaambia muangalie sana, mchukue kura, mfikirie uongozi wa hii Kenya. Ni nyinyi mtabadilisha uongozi wa Kenya. So hivyo ndio tulikuwa tunataka kuongea, na hivyo ndio nilikuwa nataka kuambia, that is the rallying call kutoka kwa ofisi yangu ya woman rep wa Kiambu. Mimi nimedeclare tarehe 7 ni the march of mothers to call for free maternal cover in Kenya. Na sisi Kiambu, nilisema Kiambu itakuwa inaongoza Kenya. Morurumo
ogakoro ukiuma guku Kiambu ugithia kundu kungi ona ithuĩ twĩna atongoria mangĩta mũrurumo etiguo kwani lazima tungoje national strike itwe kutoka kwingine si hata sisi tunaweza ita sisi tunaweza ita sisi tunaweza kuwa kama babu huyo babu weni si tumetosha si hata sisi tunaweza kuwa kama Martha Karua sasa Kiambu ndio mimi nimesema togocokia riri wa Kiambu nĩ ithuĩ tũrĩkoragwo tũkiuga ona ũhoro wa national tũgaicenjia Kenya si ndio tunaweza wamama wanaweza wakili Phyllis anaweza na ndio huyu hapa hivyo ndio tumesema na mimi nitaanza kushughulika policy by policy zile vitu zina affect mwananchi wa chini. Mliniona pale Githurai, si mliniona? Tulikuwa pale na watu wa soko kwa sababu watu wa soko walikuwa wanafinyilika. Na si tuliweza kuraise our voices mpaka siku ile governor aliambia president akamwambia wacha tukae chini tusaidie watu. Si waliongea? Tuko tunaongea hata kuna soko ingine huko ya Roiro ambayo pia huko walichomewa na bado tutatetea Mkenya wa hapa chini kwa sababu this economy nyinyi ndio mnashikilia economy ya Kenya. Nyinyi kama wanabiashara wadogo, nyinyi kama wamama, kama youth, kama wazee ni sisi tunashikilia hii Kenya yetu. Kwa hivyo ninaomba sana na mimi nawaomba kura zenyu. Unajua nawaomba kabisa kura zenyu. Mko tayari? Mtanipigia kura? Mtaweka mpaka 2027? Tufike mwisho. Uniingize bunge. Na mimi sitawasahau. Asante. So, Wambui, do we... Yes.